Mzee, kwa nini kijiji hiki hakipo kwenye ramani? Kwa sababu kijiji hiki kiliteketea kwa moto miaka 30 iliyopita. Na watu wote waliokuwa hapa walikufa. Usiku ulikuwa mrefu na barabara ilikuwa karibu tupu. Gari moja lilikuwa linaenda polepole kwenye barabara ya vumbi iliyopita katikati ya milima na misitu mikubwa. Ndani ya gari hilo kulikuwa na kijana aitwaye Danieli. Alikuwa anasafiri peke yake kutoka mjini kuelekea kijijini kwao baada ya miaka mingi. Lakini kadri alivyokuwa akisafiri, giza lilizidi kuwa zito. Mawingu mazito yalifunika mwezi, na upepo mkali ulianza kuvuma kwenye miti ya msitu uliokuwa pembeni ya barabara. Ghafla, gari lake likaanza kutoa sauti ya ajabu. Dakika chache baadaye, gari likazima kabisa. Danieli akajaribu kulianzisha tena, lakini gari halikuwaka. Alitoka nje ya gari kuangalia tatizo. Barabara ilikuwa kimya kabisa. Hakukuwa na magari mengine wala watu. Alitazama pande zote. Ndipo alikoona kitu cha ajabu. Mbali kidogo ndani ya msitu kulikuwa na mwanga wa taa. Mwanga ule ulikuwa kama unatoka kwenye nyumba. Danieli akawaza moyoni, labda kuna kijiji karibu hapa. Kwa kuwa hakuwa na chaguo lingine, akaanza kutembea kuelekea kwenye mwanga ule. Baada ya kutembea kwa dakika kadhaa, ghafla miti ikaisha, na mbele yake akaona kijiji kidogo sana. Kulikuwa na nyumba chache za udongo, na taa zilikuwa zinawaka nje ya baadhi ya nyumba. Kijiji kile kilionekana kimya sana, lakini kulikuwa na watu wachache wakitembea polepole. Danieli akakaribia nyumba moja. Mzee mmoja aliyekuwa amekaa nje alimwangalia kwa utulivu. Danieli akamsalimia, "Shikamoo mzee." Mzee akamjibu polepole, "Marahaba mwanangu." Danieli akamwambia gari lake limeharibika barabarani na anaomba msaada wa kulala usiku huo. Mzee akamkaribisha kwa tabasamu la ajabu kidogo. "Usijali, hapa utakuwa salama." Watu wa kijiji kile walionekana kuwa wakarimu sana. Walimpatia chakula na sehemu ya kulala. Lakini Danieli alianza kuona kitu kisicho cha kawaida. Kijiji kile kilikuwa kimya kupita kawaida. Hakukuwa na watoto wanaocheza. Hakukuwa na kelele za watu. Na watu wote walionekana kuwa wanatembea polepole sana. Usiku ulipoingia zaidi, Danieli aliamua kuuliza swali. "Mzee, kijiji hiki kinaitwaje?" Mzee yule alinyamaza kwa sekunde chache, halafu akajibu polepole, "Kijiji hiki hakina jina." Danieli akacheka kidogo, lakini moyoni alianza kuhisi wasiwasi. Baadaye usiku, alishindwa kulala. Aliamua kutoka nje kutembea kidogo, lakini alipofika katikati ya kijiji, alianza kuona kitu cha kutisha. Watu wa kijiji kile walikuwa wamesimama kimya wakimtazama. Hakuna aliyesema kitu. Walikuwa wanamtazama tu. Polepole. Danieli akaanza kuhisi hofu. Akarudi haraka ndani ya nyumba. Asubuhi ilipofika, Danieli aliamua kuondoka, lakini kabla hajaondoka, alimuuliza swali moja. "Mzee, kwa nini kijiji hiki hakipo kwenye ramani?" Mzee alimtazama kwa macho ya ajabu sana, halafu akasema polepole, "Kwa sababu kijiji hiki kiliteketea kwa moto miaka 30 iliyopita." Danieli akacheka akidhani ni mzaha, lakini mzee akaongeza maneno mengine yaliyomfanya mwili wake ugande. "Na watu wote waliokuwa hapa walikufa." Danieli akageuka haraka kutazama kijiji, lakini kitu cha kutisha kilikuwa kimetokea. Nyumba zote zilikuwa zimeungua na kubaki magofu. Hakukuwa na taa. Hakukuwa na watu. Kijiji kilikuwa kimeharibika kabisa, kama kilichotelekezwa kwa miaka mingi. Na pale alipokuwa amesimama, hakukuwa na mtu hata mmoja. Danieli akabaki amesimama pale kwa mshangao na hofu, kwa sababu sasa alielewa ukweli wa kutisha. Usiku ule alikuwa amelala katika kijiji cha watu ambao hawakuwa hai tena.